Kuna maswali mengi sana ambayo ni magumu hayajibiki kiurahisi. Swali la kwanza ambalo linawasumbua watu wengi na kila mtu ukimuuliza lazima asikupe majibu ambayo yamenyooka. Atakwambia hajui au atanyamaza au atakwambia ni swali gumu. Swali la kwanza, wewe ni nani? Sio jina lako. Wewe ni nani? Swali la pili, nini maana ya maisha? Swali la tatu, kwa nini mpaka sasa unaishi hali ya kuwa watu wengine wanakufa, umehudhuria misiba ya watu wengine, kwa nini wewe bado upo? Haya ni maswali matatu ambayo ni mazito, lakini haya maswali ndiyo maswali ambayo yamebeba kusudi la mwanadamu unayenisikiliza. Sasa leo nitajaribu kugusia swali moja kwa upana zaidi na kwa mifano ambayo ipo kwenye jamii, ili kila mmoja aweze kujifunza na aweze kupata kitu ambacho kitamsaidia yeye na kizazi chake. Kwanza, swali la kwamba maisha ni nini? Maisha ni nini? Nitakupa mfano. Kwanza ni kuna maana rahisi kabisa ambayo ninaipenda, ilitolewa na mwanafalsafa mmoja. Alipoulizwa kwamba maisha ni nini? Alisema maisha ni mimi kwa sababu ya sisi. Maisha ni yeye kwa sababu ya wao. Niilete sasa kwenye uhalisia, kwenye mimi ambaye ninazungumza. Nini maana ya maisha? Nijiulize mimi. Nini maana ya maisha? Maisha ni mimi kwa sababu ya sisi. Umeona? Maana yake nikisha sema maisha ni mimi kwa sababu ya sisi, hapo ninasema maisha ni ushirikiano. Life is all about cooperation. Sawa, nikisha sema kwamba maisha ni mimi kwa sababu ya ninyi, maana yake maisha tunategemeana sisi wawili. Sasa basi, kama tunategemeana, tukijua hii maana kwamba hivi maisha tunategemeana, hakutakuwa na mtu ambaye anaweza kumuua mwenzake. Hakutakuwa na mtu ambaye anaweza kumuibia mwenzake. Hiyo ndiyo maana ambayo ilitolewa na mwanafalsafa mmoja. Kwa maana hiyo, ni nini ambacho ninataka kukisema? Ngoja nitoe mfano ambao utanielewa vizuri zaidi. Kwanza, angalia vitu vyote ambavyo unatumia nyumbani kwako. Vitu unavyotumia nyumbani kwako, wewe hukuvitengeneza wala hukuhusika kwenye utengenezaji, vilivyo vingi. Lakini angalia, ni akina nani waliotengeneza? Wametengeneza binadamu wengine, maana yake ni wao kwa ajili yako. Maana yake wao walitengeneza kwa ajili yako. Inakuleta tu pale pale kwamba hivi maisha ni ushirikiano. Haya tuje, chakula unachokula, hata kama ni tajiri, inawezekana haujui hata mahindi yanavyolimwa, haujui hata mpunga unavyozalishwa, unapata tu mchele, unapika, unakula wali, lakini haujui unavyozalishwa. Amezalisha nani? Amezalisha mkulima pengine ambaye hata ni maskini kabisa, ambaye humfahamu. Sasa hapo bado ninakuambia kwamba hivi maisha ni wewe kwa sababu ya ninyi, sio wewe kwa sababu ya wewe. Tuelewane hapo. Ukisema maisha ni wewe kwa sababu ya wewe, utakuwa upo tayari kumuua mwenzako kwa sababu yako. Utakuwa upo tayari kuhatarisha usalama wa watu wengine kwa sababu ya maisha yako. Kwa maana hiyo, maisha ni mimi kwa sababu ya sisi. Maisha ni wewe kwa sababu ya ninyi. Maisha ni ushirikiano. Hapo tumeelewana. Mfano mwingine ni katika msiba. Katika msiba kuna falsafa ambayo inabidi watu wao wanajifunza. Unapohudhuria misiba, usiende tu pale kulia na kula chakula cha msibani, unatoka unarudi nyumbani bila kutafakari. Lazima ujifunze. Kuna somo kubwa sana pale la kifalsafa kwenye msiba. Kivipi ninasema hivyo? Angalia, kuna misiba fulani ambayo nimewahi kuhudhuria ya watu ambao hata sikuwahi kuwafahamu, ila kwa sababu nilifika katika kijiji kile, baada tu ya kufika ukaambiwa kuna msiba sehemu fulani, ikabidi na wewe uunge kwenda kule msibani. Unaenda kuhudhuria msiba wa mtu ambaye hukuwa unamfahamu, lakini unaenda kuhudhuria kwenye familia ambayo hukuwa unafahamiana nayo. Maana yake hapo bado maisha yanakurejesha kwamba hivi ni wewe kwa sababu ya wao. Yaani maisha ni mimi kwa sababu ya sisi, sio mimi kwa sababu yangu. Kwa maana hiyo unaenda kwenye msiba wa mtu ambaye humfahamu.
mtu ambaye humfahamu, unaenda kubeba jeneza lake, unaenda kuchimba kaburi lake. Hapo inakuonyesha kwamba hivi ni wewe kwa sababu ya watu wengine. Manake maisha ni ushirikiano. Haya, mwingine anaweza akasema kwamba hivi kama ni hivyo, je, nikienda msituni? Safi kabisa, unaenda msituni. Msituni unapoenda, ushirikiano bado unaendelea. Unaendelea kivipi? Kwa sababu msituni utakapoenda, hautaenda sehemu ambayo ipo tupu. Utakuta ni sehemu ambayo ina mimea, ina wanyama. Wale wanyama utawategemea kwa ajili ya chakula. Kwa maana yake wewe upo kwa ajili ya wao, wao wapo kwa ajili ya wewe. Mimea utakula chakula kutokana na mimea. Bado maisha ni wewe kwa sababu ya ninyi. Maisha ni ushirikiano. Kwa maana hiyo, nini sasa ambacho ninataka kukisema? Leo nilitaka nikuonyeshe namna ya pili ya kufikiria kuhusiana na maisha. Watu wengi wanauza miili yao kwa sababu hawajui maisha ni nini. Na mwingine ananunua mwili wa yule mtu, anaamua kumtumia. Kwa sababu gani? Hajui maisha ni nini. Laiti kama ungejua kwamba hivi maisha ni wewe kwa sababu ya wao, ungeweza kumsaidia anachohitaji ili kusudi akaweza kutatua shida yake. Lakini kwa sababu anahitaji pesa, anaamua kutumia mwili wake. Kwa nini sasa ni hivyo? Kwa sababu jamii haijui nini maana ya maisha. Sio kwamba ninajua kila kitu, ila ninakusaidia au ninashare na wewe mambo ambayo ninajua, ili tuweze kupanua zaidi uelewa kwamba kumbe unaweza ukatafuta pesa nyingi sana lakini bado zikabaki ni sawa na bure. Fikiria ni watoto wa watu wangapi ambao umewashuhudia ndugu zao, wazazi wao walikuwa ni mabilionea, lakini baada ya wazazi wao kupotea, tayari wale watoto wameanza tena kuhangaika. Ni watoto wangapi? Ni watu wangapi? Umeona, ni wengi sana. Maana yake ni nini? Bado usiseme kwamba hivi unatafutia siji watoto wako, unapambania watoto wako. Hapana, kumbuka maisha ni wewe kwa sababu ya ninyi, sio wewe kwa sababu ya wewe. Kuna watu wanakuambia hivi, usisikilize watu, achana na watu, ishi maisha yako. Ni kweli, hizi kauli zinatolewa kihisia, lakini tukija kwenye ukweli, bado huwezi ukaishi bila watu wengine. Haiwezekani ukaishi bila wewe mwenyewe kwa kujitegemea bila watu wengine. Kwa nini? Kwa sababu kuna chakula kinazalishwa na watu wengine. Utatumia pesa kukipata, lakini bila wale watu pesa yako haitafanya chochote. Na hiyo pesa inachofanywa ionekane kuwa ina thamani ni wale watu. Siku ikitokea tu imani ya ile pesa haipo, utakuwa maskini. Sijui unaelewa? Maana yake ninataka kufungua kwamba maisha ni wewe kwa sababu ya wao, ni mimi kwa sababu ya sisi. Maisha sio mimi kwa sababu ya mimi. Hiyo ndiyo maana na tafsiri ambayo nilitaka ufikirie kwa namna nyingine. Mtazamo wangu ni huo. Pia na wewe unaweza ukarekodi video. Nadhani pengine nimemkwaza mtu fulani, lakini mitazamo kutofautiana siku zote sio chanzo cha malumbano. Badala yake ni mwanzo mpya wa kujenga jamii inayohoji na kujiuliza na kufikiria, kwa nini hii iwe hivi? Kwa nini hiki kiko hivi? Kijana wa vitendo, naamini jamii ya mabadiliko inakuja. Jamii ya mabadiliko inakuja ikiwa tutaanza kufikiri, tutaanza kuchunguza na tutaanza kuchukua vitendo.